حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتقي الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ فيقولون: يرجون غفرانك ورحمتك. فيقول لهم: اشهدوا أني قد غفرت لهم. Hadithi nasema hakuna siku ambayo Allah anatoa msamaha wake wa kuwaacha huru watu na motoni kama siku ya Arafa. Kama hapa duniani rais siku nyingine anaweza akapata furaha akatoa akasema huu ni mwaka wa msamaha, wale wote wenye umri wa miaka 50 au 60 waliofungwa watolewe nje. Allah na yeye ofa kama hiyo anaitoa ukiacha mwezi wa Ramadhan. Siku ya Arafa huacha uhuru watu na moto. Kisha akasema bwana mtume, ndio siku pekee ambayo Allah anawakaribia waja wake. Sio kukaribia akiwa na kundi la malaika anatamba kwa tambia wale waja wake waliovaa vazi moja, wanaopiga takbira moja, wote waliosimama katika hali moja. Allah anatamba na kuwatambia waja wake, anawaambia malaika, tazameni hawa. Nini walichofuata eneo hili? Malaika wanasema wanatafuta msamaha wako na rehema zako. Allah anasema kama hivyo ndivyo ilivyo, basi nyinyi malaika kuweni mashahidi, wote waliosimama katika viwanja vya Arafa nimewasamehe madhambi yao. Na al-Imam Ahmad amepokea hadithi nyingine mjaladi wa pili ukurasa 1305 na Ibn Hibban kwa nambari 3852, Al-Hakim katika Mustadrak mjaladi wa kwanza ukurasa 465, Al-Albani katika Sahihul Jami' kwa nambari 1867. Hii sasa ndio hadithi vijana wanasema funika bovu. Sikiliza vizuri hadithi hii. Bwana mtume anasema inna Allaha yubahi bi ahli arafatin ahla as-samaa. Allah siku za Arafa wale wote wanaoishi mbinguni, la shaka hakuna shaka ya kuwa wanaoishi mbinguni ni bora zaidi kuliko wanaoishi ardhini. Allah anawaita na kuwasemesha wote wanaoishi mbinguni na kuwatambia waja wake wa Arafa. Anawatambia malaika, tazameni jeshi langu hilo.